What was your relationship with money growing up, and how has that shaped the way you approach and think about money now? Good question. Thank you. I just said that to pass time. Thank you. Anyway, growing up, my mother, she is, but was then, a tailor. And my father used to work in a company, microfinance company. Mm-hmm. And I didn't lack in any way. Zile za shule, adas, kukimbizana. I don't remember any of that. So I had a good relationship with money. Mm-hmm. Nilivyoanza kukua, nilikuwa naona utofauti wa baba anavyopata fedha na mama anavyopata fedha. Mamangu hakupata elimu ya juu. Kwa hiyo alikuwa ni mfanyabiashara wa kawaida ambaye nyumbani kibaraza chetu ndipo ameweka mashine zake, anashona, anatembeza products zake kwa walimu wa shule. Na mara kwanza sisi tulikuwa tunaishi Mbeya. Kwa tulivyohamia Dar, mama alikuwa anashonea kibarazani, anazungusha products zake kwenye shule mbalimbali. Na alikuwa na rafiki mmoja ni mwalimu, I guess, akawa amempitisha kwa walimu wenzie. Yeah, and baadaye nitaongea zaidi sasa kuhusu mama kwa sababu nafanya biashara kama mama. Akaingia Shekilango pale kulikuwa kuna mafundi wengi wa kushona. Ndipo alipoanzia pale harakati zake. And so I saw her growing. Na hakusoma, sio mtu wa marketing, hatumii mitandao, hafanyi nini, lakini nilikuwa namuona kila siku. Mimi likizo zote ni lazima uwe dukani, unauza majora, unahudumia wateja, unarudisha change. Sawa, mama akikutuma uvuke barabara kwenda benki, usisemeshane na mtu, uende ukadeposit. Kwa hiyo nikaanza kulelewa kwenye position ya kujua kwamba kumbe unatakiwa kuongea na mteja hivi, unatakiwa kumsikiliza mteja hivi ili upate hela aliyokuwepo nayo wewe uuze kitu chako. Kwa hiyo nikasielewi sasa how to do a business ile, how she's doing it all behind the scenes, lakini nilikuwa nimepata neema ya kuona how it's done. Kwa growing up nimemaliza tu shule. Na mimi nikasema nataka kuwa na kitu na mimi nachofanya kinaniingizia fedha. Not because I was lacking, not because nini, kwa sababu tu nimekuwa nakifanya hicho kitu. Na mimi nataka nikae mahali nihudumie wateja, wanipe hela, kibubu kijae. Umeona? Then nilivyoanza nikarealize kumbe kuna kusave kwa ajili ya kodi. You know? Kumbe kuna kutokula mtaji. Kumbe kuna kulipa TRA, kumbe kuna these things no one taught you. Yeah. Umeona? Kwa sababu mind you, muda wote ulikuwa umekaa pale kwenye counter, unatoa change, unampa mteja. You don't know the behind the work. Mama ana uaga anachelewa, labda mzigo wake kutoka, labda lazima akope benki aongeze mzigo ujae dukani ili aweze kutoa. Kumbe sometimes mnavotoa mizigo mingi, kumbe wale wateja wanakuwa wamejiandikisha, ni madeni, mwisho wa mwezi watarejesha kurudisha. So I was like loving the whole money getting idea kwenye biashara because of how I interacted with people. Okay. And not how biashara inafanyika. Okay. So nikajikuta naangukia pua sana. Because nobody taught me that. Yeah. I just had the confidence to step in na kufanya biashara na kumake money. Lakini sijui jinsi gani na save, jinsi gani nikiajiri mtu na mpaje mshahara. Kwanza nawezaje kudetermine kwamba huyu namlipa shilingi fulani na nini. Na mimi nilianza kuajiri watu as early as I was 19. Naajiri tena watu wakubwa. Tena niambia shikamoo boss, naambia usijali, unaweza tu ukasema tu, yani tusalimiane tu. Kawaida, yani umeona na money is involved, so how am I supposed to be a boss na ni deal na vitu vyote hivyo. Kwa nikajikuta nafanya biashara lakini sina mahusiano kabisa na how to work it when it comes to money. Okay. Yeah.
Kwa hiyo nikajikuta biashara zangu nyingi zilikuwa zinaishia kufeli. Either unajikuta nimetumia sana kwenye mtaji au nimeshindwa kuweka sawa malipo ya watu. Najikuta at the end of the day you're empty pocket na umefanya kazi na inaonekana umefanya kazi lakini there is no money to show. Yeah. Na hapo ndo nilipo realize kumbe na hivi vitu huwezi kujifunza shule. Inabidi uanze sasa kupambana kujua unajifunzaje ili uweze kusustain your business na ikue. There is sustaining a business and there is growing a business. Ni vitu viwili tofauti. Mimi nilijikuta I'm doing none of them but I'm surviving. So your relationship with money now is? My relationship with money now, nimejitambua kwamba there is no savior. Ikija kwenye masuala ya pesa, itahitaji utenge muda, itahitaji uwekeze kwenye kujifunza juu ya pesa. Na wewe una mahusiano gani? How do you approach it? Uko tayari kukua? Au uko tayari kuendelea kusurvive? Unaridhika na kusurvive? So niko kwenye wakati ambao nimesema kwamba enough is enough. Nitaacha kujipongeza kwa hela inayoingia, nianze kujipongeza kwa ile inayobaki na ile inayokuza. So right now I'm very open. Wanapenda sana kujifunza. Nikisikia watu wanazungumza kuhusu fedha, vijana wadogo wanaweza kuzungusha mitaji mikubwa na wanaweza kufanikiwa na wakafanya na vitu extra nje ya mafanikio ya biashara, kama investments, kama nini, unajigundua kwamba kuna mahali hauna mahusiano mazuri na pesa. Kwa hiyo mimi mahusiano yangu na pesa ni kwamba nilikosa msingi wa kufundishwa pesa ni nini. Sawa.